Mume wangu, huyu hapa ni mshahara. Nataka upange kila kitu ndani ya hii nyumba na matumizi yako pia wewe, yani yako included kwenye hela. Mke wangu, wewe ndio wafanya kazi na huu mshahara ni wako wewe. Kwa nini unikabidhi mimi nikupangie wewe chapo na nipangie matumizi hapa ndani? Wewe ndio ulinifanya mimi mpaka nikaenda kufanya kazi, na una haki ya kuninunulia mshahara wangu, pia kunipangia mshahara wangu. Ni nani? Mwanangu. Assalamu alaikum. Mwanangu. Naam. Alaikum salaam mwanangu. Hali yangu zimekuzorota mwanangu. Naam. Pole. Sababu niko na kufikiria hiyo. Sawa, ni kweli mama, nilikwambia nitakutumia hela, lakini sasa kuna mtu nasubiria hajanitumia bado. Sasa mimi ningeomba kama utakopesha mahali alafu nikipata tutarudisha, itakuwa sawa mama? Mwanangu, hali yangu waijua mwanangu. Sawa. Pole lakini. Sasa mama alikuwa anahitaji kiasi gani? Kama 8,000 hapo. Lakini mwausi nini kumtafutia mahali kwingine nitampa, hizi ndo hizi mpatie mama. Kwanza nikushukuru kwa heshima ambayo umenipatia, kwa sababu mume ndo anakuja kwanza kisha mzazi. Kwa hiyo sitaki kumvunjia heshima mama. Hii ni 10,000. Kama unahitaji 8 mpenzi 10,000. Unaongea kasirika mwanangu. Mimi niko sawa. Asante. Sawa. Matumizi ya hapa ndani. Hizi 10 ni zako. Utajiangalia mambo ya mavazi, usafiri wa kwenda kazini na namna hiyo. Sawa mke wangu? Hizi zenye zimebaki ni 20,000. Tutatumia kwa ajili ya chochote hapa nyumbani. Usijisahau kujiinclude hapo mume wangu pia wewe. Usijali. Sawa. Mshughulikie mama haraka sana. Sawa mke wangu? Sawa. Hapo kasirika. Nikasirishwe na nini? Heshima ambayo umenipatia. Ni wanawake wachache sana, wanawake kidogo sana ambao wako tayari kufanya hiki ambacho umekifanya wewe. Kwa hiyo mke wangu, wewe daraja yako ni kubwa sana, na I'm very much proud of you. Na siwezi fanya upuzi na hizi pesa. Mimi sio wale wanaume ambao akipewa pesa na mke wake badala ya fikiria vitu vya maana afanya vitu vya ujinga. Kwa hiyo mke wangu, sitaki ujutie maamuzi yako. Heshima ambayo umenipatia kama mume wako ni heshima ambayo wanawake wengi sana imewashinda. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu azidi kukubariki. Mwenyezi Mungu akufungulie riziki zako na kazini kwako, na kuombea uzidi kupanda cheo na cheo. Sawa. Basi acha niende nibadilishe nitayarishe chakula. Sawa, lakini mshughulikie mama kwanza. Sawa. Asante. Sawa. Umejuaje muganga, umejuaje muganga, ingoma nitaicheza mimi, umejuaje muganga. Oya, ingia. Piga magoti.
kuhoa usiku mpaka kutoa damu. Sijalala mpaka asubuhi. Hii ina maana gani? Mganga, kuna nini hapa? Tatizo dogo sana kwangu. Niazime mkono wako wa kulia. Na kuitia mwanakiti wangu, utazungumza naye na maswali yote utakayomuuliza atakujibu. Mimi ni mwanakiti, nimetuma swali lolote utakaloniuliza nitakujibu. Uko na tatizo gani? Mimi nimeota ndoto mbaya. Sijaielewa, nimekohoa damu katikati ya ndoto. Hii ina maana gani? Namuona nyoka. Nyoka mwenye rangi mbili. Na rangi halisi ndiyo iliyojificha. Nini? Unaongea nini? Mbona sijakuelewa. Huyu nyoka ni nani na anakaa wapi na yuko wapi? Kuhusu ni nani na kuachia wewe. Na huyu nyoka yuko kwenye kivuli chako. Unatembea naye, unakula naye, unacheka naye. Na si ajabu sumu yake imeanza kufanya kazi hivi sasa. Na nia yake ni kumwangusha mheshimiwa Kiforomodo. Haliwezekani na haitatokea. Siwezi kuruhusu kitu kama hicho kitokee. Hawezi kuniharibia ugali hivi hivi kirahisi. Naimani umezungumza na mwanakiti wangu. Mganga, siwezi kuruhusu Kiforomodo kangu. Namba hilo, wewe mwenyewe unajua vizuri. Siwezi kuruhusu hiki kitu kitokee maisha yangu yote. Na najua unafahamu vizuri. Nyoka kama hawa ni hatari sana kwenye maisha yetu. Coordinator, mimi ningeshauri basi. Coordinator, nitakutumia lako. Coordinator, usijali, unajua mlango uli. Coordinator. Coordinator wacheza mizimu. Coordinator.